Haleluya. Akaona moto akwepo Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Baadaye pakawa na utulivu. Unasikia sauti ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna wakati panaweza pakawa na dalili, yaani kana kwamba jina lako ni kama linatazamwa. Sasa wakati unatazamwa, unawekwa kwenye uangalizi wa kiroho. Ule uangalizi, Roho Mtakatifu huwa anakuhakikisha wale wanaonena kwa lugha, manake ndimi zao huwa zinakamatwa kwa ajili wakati mwingine wanamsifu Mungu ama wanatubia. Na ndio maana unachokizungumza sio kila mtu anaweza kuelewa. Na ndio maana Yesu anazungumza kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, ule mlango wa kwanza na mstari wa 8, anasema mtapokea nguvu akisha kuachilia juu yenu Roho Mtakatifu. Alafu baada ya hapa mtakuwa mashahidi. Mashahidi wa nini? Wa lile neno la Mungu mbele za watu. Mtakuwa mashahidi wa neno kwamba ni kweli Yesu Kristo alikufa na akafufuka. Ukiona una ujasiri wa kuiambia jamii, rafiki unayekaa naye, ndugu unaokaa nao, kazini kwako, una ujasiri wa kuambia watu neno la Mungu, maana yake ndani yako una Roho Mtakatifu. Maana Yesu anasema ndipo mtakuwa mashahidi wangu na mtakuwa na ujasiri. Mlango wa pili unasema nao walikuwako wote gorofani, zikatokea nini kama ndimi za moto. Matendo ya Mitume mlango wa pili zikawakalia kila mmoja, nao wakaanza kunena. Maandiko yanasema kila taifa lilikuwako Yerusalemu, na kila mmoja akasikia watu hawa wakisema habari za matendo makuu ya Mungu. Eleweka. Kwa hiyo watu wote waliokuwako pale, makabila yametajwa hapo. Walikuwepo watu mpaka wa Kirene. Kirene ni Afrika. Haleluya. Walikuwako pale na kila mmoja alisikia wale watu walipokuwa wakinena, kila mtu alisikia kwa sauti ya kwao, lakini kilichokuwa kinathibitishwa ni kitu kimoja, ukuu na uweza wa Mungu ndio kilikuwa kinathibitishwa pale. Kwa kila alisikia matendo makuu ya Mungu yakizungumzwa, kila mmoja ananena na kila mmoja anasikia habari. Wewe ni Mchaga, wewe ni Mpare, wewe ni Masai, wewe ni Nyakyusa, wewe ni Msukuma. Lakini hapa watu waanze kunena kwa lugha, usikie Kisukuma ndani yako. Sio kazi rahisi. Manake huyu Roho Mtakatifu ndiye anayefasiri maneno yaliyo katika mafumbo ya Mungu. Haleluya. Kwa sababu gani? Roho